Alright, guys, welcome back. Tuko na guest wa pili. Guest wa kwanza alikuwa Meja Bru comedian. Tumemaliza na yeye na ameishia. Hapa hivi guest tuko na nani? Tuko na KU Young sponsor. Manze ukimwona hapa ujue ni forex trader. Leo tunaspoiliwa hapa hivi. Kwanza tunaitishiwa huko mbuzi mzima na analipa na tunakula kwa bili yake. Na pia kuna kwa na KU Kenyan Prince, nitamtafuta baadaye. Lakini kwa sasa tuko na KU Young sponsor. Ni aje KU Young sponsor? Niko sawa kabisa. Uko fiti? Kabisa niko salama. Uliona the invitation. Asante kwa kufika manze. Yeah, niliona sitawafeli. Lazima nitakuja nishare na nyinyi my experience. Yeah. Iko best manze. Pia sisi tuko hapa hivi. Yeah. Kusukuma show. Okay. No worries. Under the Influence talk show. Okay. Na tuna host wasanii different. Yeah. So tukaona hata pia wewe tukuinvite kwa show. Hiyo iko sawa. Alafu timu yangu iko hapa hivi manze. Sijui wako njaa ama Godi umekula ama rada? Anasema hajakula. Unasikia timu inalia njaa manze. Tumesha host guest wa kwanza. Yeah. Tumeingia kama wase wameingia tu set once. Yeah. Saa pia kulikuwa na haraka hawajakula bado. Saa bado kama forex trader mkubwa. Sijui utawaona tu kando after show. Hiyo hata si kitu ya kutangaza huko. Hiyo ni obvious. Tunajua ni obvious. Unawapoint. Hiyo ni obvious watakula. Guys, timu mjitayarishe manze. Ni sponsor. Mwenyewe. Leo tunakula mbuzi. Anyway, tuko na maswali manze. Yeah. Za kufanyisha interview. Yeah. Hope uko ready. Niko ready. Kuna hii rumors watu, okay, unajua watu wakisikianga mseni forex trader. Yeah. Wanasemanga huyo mseni conman. Yeah. Wase wengi. Hiyo story ni ukweli ama unaweza sema nini juu? Mimi kitu naweza ambia, unajua hiyo ni akili ya maskini. Ukiwa maskini unapata kuna vitu mingi za kufikiria kuliko zenye unafaa na zenye unaongea ni mingi. Sasa mbona unajua, kwanza tuulize swali, what is forex? Mtu akikuuliza what is forex utajibu aje? Mimi sijui. Sasa labda utuambie. Okay, forex this is forex trading is an exchange of currencies. Okay? Tuseme for example una deal na euros and US dollars. Ndio. Hii ni hilo una deal, unanunua dola at a lower price and then unaiuza at a higher price in the aim of what? Making profit. Sasa ndio watu wana confuse. Unajua? Wewe huwezi amka kutoka mahali. Kwanza hiyo access ya kuibia mtu ama kukoni mtu inatoka wapi? Si siku hizi hakuna kitu kama hiyo. Watu tu waulizie siri ni gani? Siri ni forex. Kuja tu ujifunze forex. Kabla uendelee, kuna hii kitu inasemanga, ukisema siri ni forex, wanasema forex ni watu wa simu tu pia. Hiyo ni upuzi ya watu. Acha nikuulize kama wewe simu tu. Si wanasema simu tu ni kuuza yo. Sasa utajitolea kutolea mwanaume mwingine nini hapa afanya nini? Sio wanaume wanafanya hivyo. Mgani? Nipe example. Let example. Siwajui lakini mimi nimesikia iko. Unajua, acha kuconfuse kati ya forex na gazing. Hizo ni vitu zingine ambavyo different. Forex ina deal na mambo na pesa. Pesa kutrade. No. Yeah. Acha kuconfuse bana. Sasa wewe ulianza aje forex? Like uliamka tu ukaanza kutrade ama ulisema tu? Hapana. Ulienda forex school? Kuna hii kitu mnadanganya sijui follow my link niko kwa bao yangu uanze kutrade. Sasa nikuulize, tuseme kama wewe haujui kitu yoyote kuhusu forex, si ndio? Alafu mimi mwenye najua nakuja nikwambie kuna linki kwa bao yangu, enda huko click utaanza kutrade. Utaenda kutrade nini? Mapera. Utaenda kutrade nini?
Okay, for you to become a forex trader for the beginners, huwa unajifunza, unaenda classes, unajua how to analyze the charts and to study well how to do this trading. Ndio sasa unakuja unapatiwa kitu inaitwa demo account. Hiyo ni account yenye iko fake, yenye ina real money. Unaanza kutrain nayo, and then mimi mse mwenye najua nakwambia the process yenye unaanza, process ya kwanza ndio hii, unaenda hii, time ya kubuy ndio hii. Tuseme kama graph ikienda mahali fulani, siku na kwanga inaenda juu na chini. Ikikuja hata low price, hiyo unafaa nini kubuy. Ikienda juu, ukiona imeshoot imeenda price yenye iko juu, una sell. Hapo ndo una earn profit. Sasa mimi nilianza tu kujifunza and then nikakuja nikafungua the real account, nikaanza kutrade. Nilianza na capital ya $10 na ikuwa big deal. Kwanza si capital kubwa yenye unaweza anza nayo. Hiyo ni pesa kidogo. Ni pesa kidogo, $10. $10 mzee. Hiyo yezi kushinda. Yeah, sasa mwanaume kama unajiita mwanaume na una $10. How? Okay, pesa mwanaume anafaa kuwa nayo ile kidogo kabisa, inafaa kuwa ngapi? Kidogo kwa mfuko, tuseme hiyo ni kama emergency, tuseme just around 50,000 and above. Hiyo ni ya kwa mfuko, hatujiongelelea mpesa. Sawa. Kuna difference ya mfuko na mpesa na kuna bank. Unafaa kuwa nazo tatu zote. Lazima kama trader lazima ukuwe nazo tatu. Sawa. Wewe sasa kama wewe forex trader. Wewe saa hii hebu tuambie in a day unaweza spend do ngapi? In a day? It depends na kitu yenye unaweza nunua. Naweza amka sasa niseme nataka kununua kitu ya 100,000 in a day kwa siku. Kwanza hadi siku aishi. Just some few hours. Nasema leo naenda mahali fulani na nataka kuspend 100,000. Na una spend. Kwani unazoongea eti naenda kuspend na uspend? Hiyo forex trader. Mse uko na mambo lakini. You must be realistic. Sasa nini ile kuinspire ukaamua tu mimi nadai kufanya forex, mimi sitaki shughuli nyingine forex? Okay, mimi forex by then nilianzanga nikiwa high school. Actually when nili step form 4 ndo nilianza. Juu nilikuwa naingia tu online napata bana mtu anasema ama forex trader, ako na Mercedes, ako na GLE, ako na Audi, ako na BM. Mimi nasema kwani forex ni kitu gani? Tebu acha hadi mimi nianze kufuatilia. So ukapata nafuatilia life ya watu. By the way, hadi shule ilikuwa tu karibu niache juu ya kufuatilia hawa watu. Forex. Unasikia kuna do mahali utaenda kusoma uachane na do. Utaenda kusoma uachane na do. Balance zote ama. Unajua? Okay. Acha nikwambie kuna kama huyu Kenyan Prince. Huyu Kenya's youngest sponsor. Unajua ule ni mtu wa material. Watu wasemanga yeye ni mwizi by the way. Ule si mwizi, wacha wivu. Wacha wivu. Siji bora mnaona hapa forex. By the way watu wasemanga anakoningi watu. Ashaikoni wewe mwenye anasema. Tunataka mtu asimama asema aje mimi nimeikoniwa ndo fulani na mtu fulani. Na ni za nini alikemu kwa forex trader? Na ilikuwa jakakoni atuambie process. Lakini ukaamka mahali eti yule ni con man, sijui ule ni nini. Hiyo ni upuzi ya watu. So mimi nikasema yenyewe sina pesa na mimi nataka kuwa independent. Inafika age fulani unasema I don't need to depend on my parents ama relative. Nataka kusimama on my own. Sasa ndo nikafuata ndo nikakuja nikapatana, nikaingia TikTok live yake, nikapatana na yeye, nikaona benye ana offer classes, nikafollow the link kwa bio, but iko inamfikia juu sometimes communications, ule ni mtu akona pesa na wakati na wewe una pesa hakuna benye utamfikia. Nikakuja nikaenda kwa nini kwa bio yake kuna namba yenye alikuwa ameweka kwa WhatsApp, nikaichukua nikamdm mimi in person kwa WhatsApp, haku reply. Bado ikabidi sana nimempigia. After kumpigia ndo akashika akaniuliza mimi ni nani, kamuelezea unataka aje nikusaidia aje, nikamwambia mimi my interest ni ya kulani forex na nijue nataka kutrade. Akaniambia nini inafanya, nikamwambia mimi sina do, nataka nikuwe na do zangu niishi life nyingine fiti kama nyinyi.
Akaniambia ni sawa, akaanza kuoffer classes, akaniambia some of the apps zenye nafaa kuinstall, akanipea demo account, nikaweka my details kila kitu. After hapo akanipea process nafungua my real account sasa. Nikaweka some dollars huko, nikaanza kama capital. Actually ilikuwa $10. Nikaanza after kuendelea nikagain experience. Hiyo kitu ikakuwa sawa, nikaishaingia kwa damu. And that's how I became the one. Na sasa kama forex trader, wase kutreat aje by the way? Kwanza ukiwa pale shule, unajua mademo wanajuanga forex trader anakuanga amejaa nini, malukuluku. Like wase kutreat aje? Okay, unajua mtu akijua wewe ni forex trader na si wa kipindi ule wa ukweli. Si wa kipindi. Kuna wa kipindi na wa kweli. Unajua kuna wa kipindi kama huyu msee anaitwa CKP Chuka Kenyan Prince. Huyo jamaa kwa anajua forex ni nini. At least sasa ndo ana learn. Tuseme sasa ndo ana learn. Kwa hivyo bado hajui, ndio ana learn. Ndio ana learn. Ule jamaa alikuwa wa kipindi, juu alikuwa anafanana na Raymond Omosa, lakini anaonyeshana nini magraph zake, comp zake hapo. Magraph. Ule ni msee mwenye anakuanga na haya ni na kampuni fulani. Tuseme kampuni inakuhaya, inakuambia sasa wewe, juu tunaona wewe ni content creator na una claim kuwa forex trader, tunaweza kupatia the account ya mtu mwenye anafanya forex. So utakuwa una flex na sisi tukisponsor kama hii kampuni na tukupatia kitu kama by the ana gari. Ile gari ni kama imepatiwa na certain company. Kama ukiona there is a video yenye niliona akiwa kwa gari, wenye gari wako mbele amewekwa nyuma. After alitoka KU. Kuna time alikujanga KU na najua. Au kuja peke yake. Mbona? Umejiuliza ni mbona? Ule msi umemuona kwa highway akiendesha gari, lakini number plate iko na jina yake. Ile ni kitu imeenda ikakuwa printed. Si hadi aka kanini aka kameparara KU Kenya. Unaona juzi ameenda tu akahaya gari akaenda akaprint hiyo ni number plate. KU Kenya ni print. Lakini niliona ametumia soja chai ya 10,000. Okay, alisema hivyo. Alimtumia. Sijui, niliona video, sijui. Uliprove? Mimi siku prove, lakini niliona video, si ndio? Tunaongelelea kitu inaitwa reality. Acha msaa kuja asema aje, pesa ndio hii na nataka kutumia mtu fulani. Sasa kama mimi for example, tuseme mimi ni KU ang sponsor, si ndio? Tuseme there are some guys wenye huwa mimi na sponsor. Hata nikimpigia sahi atasema, ni jamaa fulani na yeye ndio ananilipianga rent. Ama hadi tunaweza mpigia ukitaka. Hata namba yake ndio hii. Najua tunafaa kuongea ukweli. Tunafaa kuongea ukweli. Na nataka tu msikie nyinyi wenyewe. Sisi si wa kipindi. Ukweli. Si wa kipindi. Umeweka loudspeaker. Hello. Sijui mbona ingi. Uko na nini hapo? Ready tumpigie na simu yako. Sasa tunamwambia nini? Utamuuliza mimi ni nani na yeye ni nani na mimi ni nani kwake na Kenya namsaidianga. Sawa 07. Aufika udayo watu wasi. Acha tu nikusomee namba. 0704 46 97 95. Tunaongelea ukweli. Mtu atakwambia niko na pesa na uone mali ziko. Hello. Hello, ni aje? Ni aje? Hello, ni aje? Hello, ni aje? Huyu jamani kama mali yako hakuna network. Hello. Huyu jamaa mali yako hakuna network. Hakuna network. Wange waprovia. Sasa huyo ni nani sasa?
Huyo jamaa anaitwa Aaron. Ni kijana, ni comrade wake hiyo actually. Sasa huyo kijana juu mimi ni sponsor na unajua ukiitwa sponsor lazima ukue na doo na lazima ukue una sponsor kitu fulani like unaisimamia. Boys mimi ndo mulipia rent. Ulimlipia rent? Si nilimlipia, mimi ndo mulipia. Kila month. Mimi ndo mulipia. You can confirm actually. Kila mwezi mimi ndo mulipia. Rent ni dongapi? 15k, just 15k. Wanibi. Nilipia rent basi pia mimi. Okay. Sasa wewe ndo umerequest. Tutaona. Nitakupea namba landlord. Tutapanga. Sawa. So ukijita uko na pesa at least acha tuone kitu yenye unaonyesha sijui una spend hiyo ndo. Na sasa yeye anafanya nini juu unamlipia rent? Anajisimamia tu mambo zingine kama kubuy food but sometimes akikosa do huwa namsupport but rent hiyo inasaidia. Ulimwambia tu wewe rent niachie. Sasa si ukipata sasa kama mtu anateseka na uko na uwezo wa kumsaidia, mbona usimsaidie? Hadi anateseka. Mbona usimsaidie? Lakini unafaa kumsaidia. Sawa. Sasa idea madem by the way kutreat aje sasa. Unajua madem wengi hujua ma forex trader fake life. Sasa wewe madem kutreat aje? Yaani wanakuteka aje? Mimi okay, unaweza ni judge kama mimi na fake life ama ni nini, but mimi na kuprove wrong. Aje kama mimi nakutaka na wewe ni dem na umekuwa interested na mimi, lazima nikuspoil kama dem. Unaweza spend how much hivi kwa dem? Kwa dem? The least amount I can spend in a day tuseme 50k. Kwa dem? Yeye mimi kumpeleka out. Unampeleka out. Unampeleka out. Na hiyo doi kuumi. Sasa inakuuma nini? Hiyo doi ni mingi bana. You earn a lot. Lakini dema ikukataa wewe unaiteka aje? Wewe unasema wewe unajua umekataa nani wewe? Mbona demo akukataa na uko na do? Hiyo ndio kitu ya kwanza. First impression tu na dem ni do unamuonyesha. Kwanza mimi sometimes huwa sikati yangu. Wanakutana. Unapata demo ndio wanakuja kwa DM. Demo anajua huyu boy ako na do, acha niende kwa DM yake. Anakuja kwa DM. Intention yake ni gani? Apate msemaji ako na do na amenipata. Si nitamspoil. Judo ndio imemuleta. Na wewe una cheat? Mimi. Hiyo Jina kaona wa spoil sana. Wewe una mimi wana spoil mazi yangu. Lakini kucheat najua kuna mambo mengine ya wanaume haufai kuongelea. Unajua hata jogo atembeange kwingine. Lazima yani akuwe na kuku wengi, si ndio? Lakini sijasema ni mimi. Sijasema ni mimi. Sawa. Alafu time unajua nasikia kuna time market huwa inapanda, kuna time market huwa inashuka. Like sasa especially wewe una deal aje na losses? Tuseme umetrade ukaona tu hii ni loss nyingine kubwa. Unajua in forex trade kuna profit na kuna losses. Sasa tuseme umebuy dola yako. Sometimes unaangalia benye market inaenda. Kuna time wakati imelower the price ya dola ndio unabuy. Unaweza ibuy na 120 alafu ngoje ifike kitu kama 128 ama 127 ama 130 ndio uuze. Sasa hapo utapata umepata profit ya around $10 hapo katikati. Sasa tuseme na loss inakuanga wakati umenunua dola na 125 ndio Kenyan shilling. And then unataka ungoje ipande ndio uuze, but ya ipandi inashuka, hiyo ni loss. Hiyo ni loss, unapata hapo ndio loss. Sasa hapo kuna challenges, kuna loss na nini. Sasa like wewe ndio ile loss kubwa ushaenda ilikuwa ndio ngapi? Guy, ni pesa mingi mse. Ngapi? Ilikuwa 650. 650,000. Yeah, 650k. Hiyo ni loss. Na hiyo si ni the whole day. Kama hours unaweka kama trade yako unaifanya, unajua kuna ya 1 hour unafanya trading ya 1 hour, kuna ya 40 minutes, kuna ya 3 hours.
ina depend venye unafanya trading yako. Sasa unaweza pata umeekelea, tuseme umebuy $500, tuseme for example, na trade yako ni ile inaenda duration ya 2 hours ndio withdraw. Sasa unapata umeekelea hizo zote, and then instead ya graph kupanda inashuka, hiyo umeenda loss. Hiyo sasa unaenda kuangalia account, unaona tu maredi. Sasa unaona account yake ikionyesha nini, kama umeekelea unataka kusell, ukisell ionyeshe nini kala ya red, automatically that's a loss, that's a negative loss. Na ikionyesha green that's a profit. Yaani aka profit kidogo kuna juu. Sasa na sisi ni wale risk takers. Sasa ulifeel aje kupoteza hiyo dola? Na ilikuwa by the first time yangu ya kulose. Ili spend a lot. It actually made me to destroy my device yenye nilikuwa natumia ku trade nayo. Ilikuwa device gani? Ilikuwa tu ni Samsung. Ukapasua? Sasa hasira. After that ninakuja ku notice madhe, hii loss ilifanya nikaenda loss mara mbili. Lakini you don't care. The next moment ni done. More than that. Sawa basi. Guys, kuna KU ya sponsor na majibu anatupea hapa jo. Sasa tuendelee. Sasa swali next. Ushaenda kuambia wase story ya forex, wakwambia labda ni uongo, juu wase wengi wanatrade kama ni uongo ama ku fake life? Unajua intention ya mtu akitaka kujoin business, kitu watu wengi wao wanaogopa. Na actually hiyo ni ukweli. Nimeambia watu wengi wananiuliza, kwani unatoanga do wapi? Naambia man, ni kutrade, ni forex. Anasema hapana, tuonyeshe. Inafika jamaa umemuonyesha kila kitu hadi ameiva kabisa trading na demo account, unamfungulia the real account. Alafu unamwambia the least amount you can deposit is $10 na kuendelea juu. Anakuambia hapana, sitaki kitu ya kuinvest. Anasema hiyo ni uongo, unataka kuniscam. Inaonyesha wewe ni mjinga, utaki pesa na unakuambia kwa maskini. Kufa kwa maskini. But then nothing comes easy. You must work for it. Na ukiona kuna deal yenye ina investment, hiyo maybe hiyo sasa hiyo ndio ya kuskamiwa. Sasa mimi akisema ni uongo, unataka kumuiba, unafanya si unaachana naye kufa na umaskini. Mimi nataka kukuchanoa alafu unaniletea nini? Niko na biashara nyingi za kufanya bana. Bado by the apart from forex kuna shughuli zingine unafanya? Nyingi. Kama na own business. Si wase wanaweza dai kukupromote, wacha pia hapo iko kwa kamera. Mimi na own nauzanga, niko na duka 3, moja ya viatu, zingine 2 za nguo. Na ziko located, moja iko hapa bypass hapa kwenda Juja. Alafu ingine iko KM, ingine iko Githurai. Githurai. So wafike pale washike luku ziko kwa wingi, the likes of this. Una import kutoka majuu ama unaenda Gikomba? Mimi si Gikomba bana, unaweza pata kama Gikomba. Unasikia Gikomba una luku cheap ukienda mapema. Mimi kwanza hadi hiyo Gikomba man, sijaienda huko. Sasa wewe unatoa wapi luku zako? Mimi zangu wana import kutoka majuu na kutoka India direct. Zina importiwa, unakuja kama package. Ukifika pale kwa port naletwa, and then nakuja hadi huko Nairobi. Kwa hiyo wewe ni mte uko busy. Sasa hiyo unajua form ni kutafuta kichele. Vitu zingine sijui za waste time. Kama si form ya do usiniitie. Na sasa hizi mashughuli mingi manzi yako una spending na time za ngapi sasa? Awe atangoja juu hata nikikaa na hivi nisaidia na do. Mbona ni waste time ile anafaa appreciate ile masaa tunakutana na yeye. Hiyo ndio masaa niko nao kwake. Si nikimpeleka out especially on weekends ndio huwa tunaendanga out. Si muishi tu pamoja ndio sasa. Naona asaman ukitaka kufocus usiwe allow
kukaa na mwanamke ama ajue vitu zako mingi. Ukitaka kufocus unapata ile time uko peke yako, uko na amani fulani, unasema hey, at least niko na some privacy na time ya kufanya vitu zangu. Lakini ukiwa na dem anakusumbua kila masaa, sijui babe nini, nataka hivi, nataka tufanye kitu fulani nini, hii na waste time na umepoteza mingi, na unajua time is money. Na unakuanga na unafanyanga watu classes za forex ama unafunzanga watu forex ama ni trader? Mimi huwa na offer classes kwa wenye wako interested, but siwezi kuforce kama utaki. Na offer classes. So kwa bao yangu hapo kuna namba, you just DM na niambia kenye unataka, I offer you a training for free, and then unafungua account, you deposit for yourself, and then you start trading, and that's all. The least tumesema ni $10. Bila hiyo asikuje. Sasa unakuja kufanya nini? Unless nikurudie nione huyu mtu ako na interest ya kupata do, si ndio? Na mimi the only way I can help, acha nikiona tu kabisa una do na hakuna mahali unaweza toa, mimi nakutolea hiyo capital. Unaweza mtolea? Kuna wenye umelipia? Kuna wenye baadaye, kuna wenye nimelipia watatu. Na wanafanya forex. Wanafanya forex na wana earn sahi, at least wana make steps na wana appreciate. Na apart from hiyo kuingiza watu kwa forex, like mtaka kukujie tu anasikia njaa umsaidie pesa ama food, comrade tu. Hapo nitakusaidia Night Defense. Aje sasa umekuja na njia gani? Na lazima nikujue ni ukweli unataka kula pesa yangu ya bure. Utapata mseju anajua uko na do sana kukujia umpedo na yeye anapelekea anapea mtu mwingine kwa madeni. Ndio kitu inauanga wanaume. Unapewa do na alafu na wewe unapelekea demu. Hapo hakuna haja umpe. Sasa lazima nijue hadi kwako unakaa aje, mbona unateseka, kama ni food hauna. Unaona kama ni food hauna. Ati mbona anateseka? Kwani kuna kwa na reason ya kuteseka, si ndio? Unapata msee ni comrade, hana job, wazazi wake hawampei support, ma friends wake hawampei support. Sasa tu hivyo ni kusurvive mtaa. Anatoka kama ni sometimes hadi wana hata classes, wana miss classes juu ya kwenda kuhaso. Sasa msee kama wewe unaenda kwako unaona yenyewe ana kitu, unamfanyia shopping, si tu unampatia do cash. Unafanyia shopping, unamwambia hii shopping itakupeleka this month ama na hiyo ndio help unaweza kupatia, lakini nikupea do do hapana. Nitakupea do enda kupiga sherehe na tena kisha utakuja kuniomba, utabaki njaa tena. Utabaki njaa tena. The only way ni kufanya ka shopping kidogo hiyo. Tunamaliza. Mzee uko na I like your response to hizi maswali. Sawa. Kwa msee mwenye anaweza kuwa kwa interested anadai kujua forex, message yako kwa msee kama huyo? Mimi kitu naweza kuambia, usikufe moyo. As long as uko na mtu mwenye ako willing to offer free classes, mimi sikuitishi do yoyote. You just come, ni DM, namba yangu iko hapo tu kwa bio. Ni DM uniambie I'm interested, na uniambie unataka tuanze lini classes. Nitakufunza, after hapo tutaendelea tuna trading. Now you will appreciate me later. Ulipata support yote kwa msee yote before one the forex yani? Actually hapana. Naona ukiona msee yote mwenye ako successful in life na ako na do yenye si ya family inheritance, huyo msee lazima alikuwa anateseka, alikuwa na struggle, ndio akameka a choice. Instead ya kuteseka, acha tu niende mahali fulani nitasaidika. That's what I did. Mimi sikuwa napata any support kutoka kwa relatives, kwa my siblings ama my parents. No, nilikuwa najikanyagia mimi ni mimi mwenyewe. Until time ilifika bana, nimelemewa. Unapata msee hauna do, hauna chakula, hauna nguo, hakuna kitu yoyote uko na, unafanya aje? Unaenda kusika assistance, unaambia wewe hata hauna title yoyote kwa village ama nini. Ilibidi bana nimekimbilia mjini, nimetafuta deals, katafutana na hiyo nini, kapatana na Kenyan Prince, akanipigia connection. Mshaipatana? Tulipatana. Kuna time alikuwa hapa KU, kuna time tulikuwa Kisii nini inaitwa je ya kina culture production.
kuna hiyo nini fulani huwa wana Mkisii Fest. Mkisii Fest. Tulipatana na tena kuna time tulipatana na Eco Lounge. Hapo ndo by the way tunapatana mara mingi na tuna make communications kwa simu. Sasa huyo ni msanii na kuna pesa. Yeye si mwizi bana. Lakini wasee usema huyu jamaa acha waongea na watanyamaza. Haina haja uongee na uko njaa. Hakuna kitu mbaya kama maskini unakusumbua. Instead ya kutafuta njia ya kuomoka unatusi mwenye ako nao. Hata hivi kusaidia, lakini si wanasema ati ni wizi. Wizi gani? Ameibiwa. Swali ni amekuibia. Mimi siwezi jibu. Huwezi jibu, si ndio? Basi usiseme ni mwizi. Juwezi sema ni mwizi na hajai kuibia. Na ujui mwenye ameibia, hauna evidence. Unafaa kuwa sana evidence ndio hii alibia huyu. Alibia huyu. Utupe evidence useme huyu jamaa ni mwizi. Kenya alifanya ndio tukuamini. Lakini wewe kupiga mdomo wako sijui jamaa fulani ni mwizi ni si mtu nini, utaendelea kuongea, utamaliza uenda kwako ulale njaa na hakuna kitu kitabene. Okay. Swali lingine. By the way, how do you deal with market trends and how do you deal with market trends? Market. Okay. Unajua ukilani forex, there is thing we call analyzing the charts. You have to study, unajua how does this thing work, na unafaa ku-understand how forex works. Wewe amka sasa uanze kuniambia nataka kuingia forex. Nataka nianze leo, niende kesho. Yaani niomoke kesho. Lazima utaanza from the lowest ukiendelea kupanda pole. The aim ya forex ni ku make profit. So mse kama mimi nilianza ku trade na $10, nikapanda kidogo, nikakuja na 30, 50, 70, 100 kuendelea hadi sasa level yenye nimefika ni kubwa. So tuna aim hata kama nini for the beginners, ile profit kidogo, usiem profit kubwa. Juu kiem kubwa uta end up getting some losses zenye ni mingi sana. Sasa wewe kama umepata nini kidogo, tosheka nawe, and then you aim the next day ama the next trade uemu nini nyingine. Kama umepata leo 1%, so the next time kama ni 3%, ukienda 5, ukiendelea hivyo kwenda juu. The moment unafika kama ni 50%, uko sawa. Wow. Okay. What's your advice on the beginners starting in forex trading? On the beginners, the only advice I can give you, be consistent, be committed and determined. That's the only way. Najua sometimes for 10 class si rahisi hivyo. Utaona kama hii ni upuzi, iko tiresome, nafaa kufanya kitu kingine ya maana, ukimbilie huko. Lakini for you to earn na uanze kukuwa na pesa mingi, lazima tu ukue patient. Kitu ya kwanza. Ya pili, ukue na moyo wa kuvumilia juu usiende upate loss mara moja useme hii kitu ni upuzi, uachane nayo. Hapana, lazima tena utajaribu. Utapata losses. By the moment uta understand na umeanza ku earn the profits. My friend, acha nikwambie uta enjoy. Na lazima ukue risk taker ndio ufanye forex. Ulisema ukianza ati nini forex ina deal na currency sana. It deals with the currency. Currencies are different countries. Na sometimes so unajua aje this is the best currency to pair ama the best currency. So you check kama okay, mostly mtu kama mimi huwa natumia the euros na dollars. Those are the only things I use. Juu ukiangalia the value on the market, unaangalia kama saa hii nimebuy dollar, tuseme sometimes ina depend with a country. Kama saa hii ukiingia kama New Zealand, saa hii tuseme kama currency ya New Zealand, value ya dollar huko ni 101. Sawa, unaweza inunua and then ukuje client mwenye utakuja kumuuzia, utaona yenye ata offer. Kama umenunua 101, utakuja upate client mwenye ananunua na 125, 130, 126 ama 123 hapo. Alafu ndo una sell. So you buy when yenye iko low
and then you sell wakati nini imekuwa high. That's how we deal with it. Oh, okay. Swali lingine hapa. What's the best trade you've ever made and what did you learn from it? The best one. Actually, the best ilikuwa last year. Ilikuwa last year December. Ulimake dongapi? Ndio nilikuwa ni $950. Hiyo ni pesa ngapi ya Kenya? Ya Kenya. When you convert, you can convert. It's a long time ago. Unajua convert uone ni ngapi? Mtu uone $950. Yeah. Like 129. Ati ni ngapi Godi? Times 129. Calculator yangu imepotea au kiasi nimeipata. That was the best one. Na nilienjoy bana. Unajua ukiwa na pesa 150 times 129. Yeah. How much is that? 950. 950. Sasa nikupigia. Kwani uko slow aje bana? Sifanya hii forex. Hii ni kitu ya mbio mbio, si nyakali. 950 times 129. Yani 122,550. 122,550. Ukapiga sherehe. Naona nini ya kwanza do hiyo, ukipata do nyingi kama hiyo. Unajua sisi ni wale wasee. The more you earn, the more unapata. Uko na plans mingi. Tunaweza sema sasa hii kama nataka tuseme kama sasa hii nataka gari ya 1.2 million, si ndio? Nimefikisha hiyo 1.2 million. Nitasema tena hapana, instead ya kununua ya 1.2 acha ninunue ya 3M. Unaendelea kutrade. The more una trade hapo unapata, unasema hapana, sasa hii gari si ya maana, nafaa nipate nini? Nyumba kwanza. Na nyumba inatoka ngapi? Nyumba yenye unaweza kaa yenye iko 2 feet. Tuseme kitu kama 8M. Una M8M, si ndio? Una earn 8M. The moment una earn, tuseme umefikisha, na una make sure kama unaenda kubuy kitu kama tuseme ni iPhone 17. Tuseme inatoka kitu kama 350,000, si ndio? Za Kenya. Make sure balance yako inabaki more than what you spent. Usiseme sijui nimepata 2 million nataka gari ya 2 million. Unaenda unanunua gari, mafuta utatoa wapi? Lazima ufikirie. Lazima ubaki na pesa nyingine yenye imezidi hiyo. But it was very nice wakati niliani hiyo do. At least Christmas ilikuwa very nice. Nilienjoy. Nilipeleka msupa out. Shila hapo, vitu mzuri na tukarudi. Na kuna feeling mzuri kama kuspoil dem, anakuheshimu. Hajai ku break. Mbona ku break? Juu akienda ataendea maskini. Maybe akipatana na msee mambo na doo mingi kukuliko. Na hizi kuacha atakuwa anakula from both sides. Atakula zako na za, lakini huwezi jua. Na ukipata ana cheat. Sasa hiyo kucheat, kugongewa ni constant bro. Ni constant, sawa unamsamea tu. Mimi nao sijaisamea kucheat na sitawahi samea na siwezi kabisa na sikuwahi. Hiyo tunamalizana hivyo. Natafuta mwingine mwenye ana pesa na yeye ni muoshe. Kisha ngara na yeye na anapata njia na yeye. Wewe pesa umuoshe. Najua hii kitu watu kama sisi wenye tuko na dondo tunawakulianga mamani. Sasa imagine uko broke, una pesa, si ndio? Mimi uko na dem na ako campus na analala njaa. The only thing anaweza afford ni dao ama 5 so. Mimi nimekuja niko na gari na niko na do, namwambia nikupeleka mahali fulani out. Atakataa? Haizi kataa. Juu hiyo time hauna hiyo pesa, mimi niko nayo, atanifuata na atakuasha. Na nishakugongea. So do ya muhimu. Ukitaka usigongewe, wana do. Anyway, guys, it's under the influence talk show. Tunafanyia hii show hapa hivi campus lounge manze. Fika campus lounge, kuna kila kitu, kuna madrinks hapa hivi. Fika uji nice. Na hapa hivi tuko na KU Young sponsor. Yes. Ni forex trader manze, na zile maneno wanatuambia hapa is a vibe manze.
So mutrade. Sasa tukimalizia, advice gani unaweza ambia maheta labda maheta? By the way, huwezi kuwa successful ama hakuna mtu mwenye ako successful bila mahaters. Nyinyi endelea kuni hate na muendelea kuona my progress. Saa the more unani hate, the more najituma na make more money kukumake ukue jealous ni hate kabisa. Time utakuja kufunguka akili useme there is no need ya kumhate, acha nisika advice from him ndio anisaidia mimi nipate hizo do, itakuwa too late na utakuwa umepata nimeenda mbali. Hata kwanza sitakuwa nakujua, jua una pesa nitaongea nini na wewe? Hakuna kenye mnaongea. Hakuna kenye tunaongea, hauna pesa, utanipata wapi? Access yangu lazima upite process mingi. Kuna nini? Hii swali moja ya mwisho by the way. Nilikuwa nikuuliza na nikaisahau. Swali ya mwisho. Kuna nani? Anaitwa nani? KU Kenyan Prince by the way. Nimemwona anatesa pale kwa mtandao manze. Mara sijui ako wapi. Niliona akisema 2027 sijui anasimama nini. Sikusikia. Anasimama nini? Alisema anasimama sijui MCA wa Lavington ama kitu kama Lavington. Najua? Mnajuana kwanza in person? Huyo jamaa namjua, si simjui. Okay, ilikuwa kwa live plan tulipatananga na yeye. Ilikuwa mambo ya TikTok. Jamaa anajipiga kifua nini, niko na do mingi. And then kuniona niko akaanza kusema msana do, mimi ndo KU Kenyan Prince. Nikamwambia ni sawa, acha tukutane kwa ground. Mseni nikamwambia okay, nataka kukumit nijue kama uko na do kunishinda. Akaniambia ni sawa. Si sasa yeye ni msee wa kipindi. Alikuwa nadhani na mimi ni msee wa kipindi. Nikaenda nikapatana na yeye, alikuwa hapa Arboretum. Alikuwa na wase wengine tu hapo hivyo, amechill tu, ana form. Nashtukia jamaa ananiambia bana, ilikuwa bana kipindi, kama kesho uko free kuja tupige content. Mimi mzee nilimwambia nikamwambia mimi si msee wa kipindi. Mimi nafanya trading ya forex na mimi mtu wa real. Sasa by the way ni mtu anateseka. Huwa namuonanga tu ni jamaa mwenye ameparara tu. Sinasikia kuna mansion yake. Mansion gani? Amepost. Hata anajua price ya mansion ni gani kununua. Amepost juzi. Amepost ya nani? Waambie kama kuna nini a produce details. Sana teseka. Unajua kwa ukinunua nyumba lazima uwe na detail. Na kwa hiyo nini detail lazima kuna nini ile ya kuscan. Mscan muone ni inaleta jina gani. Na yeye awapea ID yake muone ni jina gani. Na yeye mwenyewe anakaa wapi? Jamaa, si anakaa, I think alikuwa anakaa hostel. Sijui kama ametoka hostel section. Juu time nilimpata alikuwa anakaa Nyayo hostel. Alikuwa akona pesa na anakaa hostel. Anakaa hostel na anasema akona gari. Hata kama okay, Kenyan Prince akona gari ngapi? Najua GLE. Kuna yeye alinunua juzi ya Kalare. BM. Akona BM 6. Akona gari 6. 6. Na nyinyi mnajua ni 6 ndio? Yeye anaonyeshanga. Na huyu KU anaonyeshananga ngapi? Ile yenye ako nayo sasa hii iko ngapi tangu anze? Ingia kwa account yako uone ni ngapi. More than 15 cars. Unataka kuniambia ameshinda ule? Ameshinda mentor wangu, my master. Unataka kuniambia amemshinda? Hapo tena. Na unakaa hostel, uko na gari na unakaa hostel. Unakula chakula ya hoteli hapa around the university, the cheapest place you can ever eat. Anakula tu around. Hizi chakula za 70 sijui so hapo ndo anakula. Alafu anajiita KU Kenyan Prince. Mtu acha asema aje kama ni content una shoot ni content. Tujue tu ni content. Ambia watu kweli. Ambia watu kweli mimi ni content. Haina haja utoka hapa. Okay. The simu yenye expensive umeona nao ni gani? Simu? Sinasikia kuna iPhone. iPhone umeiona? Hata kwa content yake umeiona? Ushiona? Ashionyesha hata kwa nini zake? Yake kabisa S26. Anajua inatoka na how much? 208. Yeye alisema ama ni unasema? Alisema 208. Sasa kumaanisha wewe ni jamaa wa kipindi. Wewe jamaa wa kipindi. But acha tu ajitume. Maybe atapatana na msemo ya ameiva atamtoa broke. Manze unajibu maswali fiti. Anyway,
Mi hizo ndio maswali nilikuwa nazo kwako kwa leo. Thanks for coming through. Okay. Maybe itakuinvite next time pia tena kwa show. Yeah. In the meantime, guys, msubscribe pale hivyo YouTube. Show inaitwa Under the Influence Talk Show. Watch, share and subscribe. See you next time. Kabla tuma nini? Hebu ambia kila platform utanipata ni KU Young Sponsor. Hapo ndo napatikana. Huko enda follow and subscribe. Utapatana hapo. Any need unataka just DM me. Feel free to DM me. And that's all. Thank you. Guys, that's the show manze. To catch up next week na show na magest wengine, tutakuletea magest hapa hivi. Kwa saa hii tulikuwa tumewekewa mbuzi, hata tuende tukule mbuzi manze. Tajiri ametusponsor. Bye bye, see you next week guys.